uongo mbaya. Jamani, tulipofikishwa hapafai. Yaani kama kuna mtu ameifikisha Tanzania ilipofika kwa sasa hivi, tujiulize mara mbili mara tatu. Alafu kuna swali lingine ambalo mimi nataka kuuliza hapa. Ni kweli kwamba hakuna ambaye anaona hili swala? Hakuna ambaye anaona kwamba kuna mtu anataka kutufanya Watanzania tuonekane wakiwa? Yaani kuna mtu amekaa pale anataka kutufanya Watanzania tuonekane yatima. Yaani vijitu ambavyo vina sauti, vijitu ambavyo vitakiwi kuongea. Yaani kuna mtu anataka kuibadilisha nchi, kuiweka katika mazingira hayo. Inanisikitisha sana. Yaani inaumiza, kwa sababu kuna mtu ambaye nilikuwa nataka kuongea naye akaniambia, bwana usiongee kabisa hili swala, usiongee kabisa bwana. Mimi niko viral, yani nikiongea hili swala naweza nikakamatwa. Yaani haya maneno tu ya kuongea kwamba watu tusiongee, ni nini ambacho kuna kusibu siongee? Unajua, namsifu sana yule ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Yule juzi tu alikuwa na mkutano na wananchi. Pale wananchi wameongea yaliyoko rohoni. Unajua watu wanapoongea unaweza ukajua mengi. Hata haya maandamano haya ambayo yalikuwa juzi watu wamekufa. Maandamano yamefanyika, cha kwanza ni kuwanyima watu haki na uhuru. Leo hii mnaanza kulaumu watu wenyewe, lakini mnashindwa kujilaumu nyinyi kwamba mmewanyima watu uhuru, mmewanyima haki zao, mmewanyima uhuru wa kuongea. Kwa sababu waongei, matokeo yake ndio haya. Watu wasipoongea, kitakachotokea ndio hicho kilichotokea. Hebu angalia yule wa Iringa, mkuu wa mkoa, nafikiri mkuu wa mkoa wa Iringa, nimesahau jina lake. Juzi tu alikuwa na mkutano na wananchi, akawaruhusu watu waongee. Wananchi pale wameongea maneno mazito, ni maneno mazito ambayo ni magumu kumeza, lakini ndio hivyo wameongea. Kwa hiyo ni rahisi kujua kwamba watu wanawaza nini. Unaporuhusu watu waongee, hata unaporuhusu familia yako iongee, ruhusu mkeo aongee, ruhusu watoto wako waongee, utajua mengi ambayo hukutakiwa kuyajua. Mimi ni baba, ni mzazi, nina familia. Kitu kimoja ambacho nakifanya ni kuruhusu watoto wangu waongee. Siongei tu, nina familia. Moja la jambo ambalo mimi nawaruhusu waongee, mimi mwenyewe ndo kazi yangu kuchambua, pumba na zitupa. Vitu vilivyo bora nachukua. Watoto wangu wanaongea, familia yangu inaongea. Katika kuongea najua mengi. Najua matatizo yao, najua kasoro zao, najua udhaifu wao. Akili zao nazijulia hapo katika kuongea. Lakini ukiwanyamazisha watu wasiongee, wakusifu tu, utajuaje mapungufu yako ama mapungufu yao? Katika kuongea kuna mambo mawili hapo. Either utajua mapungufu yako ama utajua mapungufu yao. Na ni hivyo hivyo. Mimi ni kiongozi kwa sababu mimi ni baba, nina familia. Kwa hiyo najua mapungufu yangu ama mapungufu ya watoto wangu na udhaifu wao katika kuongea kwao. Ndio sababu kubwa nimewaruhusu waongee. Sasa nikiwabana kwamba msiseme chochote, usinikosoe chochote, useme. Mimi mtoto wangu nikimwahidi kwamba mimi tarehe fulani nitakwambia, ataniambia, baba mbona uliniahidi hiki hujanipa au umenidanganya. Sasa niambii baba muongo, lakini anasema umenidanganya. Sasa maana yake si wewe ni muongo? Mtoto anashindwa kuniambia baba wewe ni muongo, atakachoniambia baba umenidanganya. Ninaniuma. Kwa nini mtoto kaniambia nimenidanganya? Lakini nijiulize pia mimi mwenyewe, kwa nini sijatekeleza? Kwa nini sijiulize kwamba kwa nini sijatekeleza nilichomwahidi? Nilichomwahidi sijatekeleza. Mtoto kaniambia baba umenidanganya, na nuna, nitampiga, nimuue. Ningetekeleza yangenikuta haya yaliyonikuta. Kwa hiyo jamani, acheni mnakoipeleka nchi siko jamani, acheni. Na nyewe wengine mnalaumu tu kwa sababu ya uoga. Mtakuta mtu anaanza kusifia, anaanza kulaumu waliokufa. Unalaumu waliokufa, unaanza kusema sio wa Tanzania. Binadamu akifa amekufa, ni binadamu, haijalishi ametoka nchi gani. Haiwezi kuponya maumivu ya kwamba binadamu kafa kwa kusema kwamba sio wa Tanzania. Awe Mtanzania, asiwe Mtanzania, hizi maiti zinazokuja mbele ya macho yetu hazifai, hatutaki kuziona. Hizo maiti zisirudie, zinaumiza. Ndio maana watu wengine tunaongea, zinaumiza.
maiti zimesambaza dunia nzima, yani Tanzania imekuwa Sudani. Kama kuna mtu anafikiri kwamba atataka kutuonyesha ama kutufundisha kwa kutupa maiti zao zetu hivyo, hatutaogopa. Kama hiyo ndio staili ya kututisha, hatutaogopa. Utatuua, utatufanya utakavyotufanya, lakini tutaendelea kuja na tutaendelea kuongea, hatutonyamaza mpaka tunaingia kaburini. Kama kuna watu wameshakufa, sisi ni nani? Watu tayari mshaua watu wengi sana, sisi tuliobaki ni akina nani? Lakini msitutishe kwamba watu tusiongee.